Hi babies. Leo nimeamka na energy fulani hivi. I think yani sijui ni, lakini natamani niwape hichi kitu ambacho nimeamka nacho leo. Nimejisikia leo niwaambie hivi asubuhi hii. Yeah, I mean okay. Baby, kama unataka kupata kitu chochote unachokitaka kwenye ulimwengu huu, basi hakikisha kitu kile unachokitaka usikione ni kitu ambacho kina thamani zaidi yako. Usione kitu kile kwamba thamani ya kile kitu ni kubwa kuliko thamani yako, kwa sababu tayari hiyo ni hatua ya kwanza kwamba hicho kitu umeshakipoteza. Yaani hicho sio cha kwako tena. Kwa wewe kukiona tu kitu kile kuwa ni kina thamani kuliko wewe, tayari umeshapoteza. Sawa. So nimekuaga nikiwaambia hivi vitu, lakini mnaweza mkachukulia kama ni vitu poa poa, ni vitu ambavyo ni vya masiara, lakini zingatia hichi ambacho mimi nakwambia leo. Sogea karibu. Kaa kwa kutulia, yani hakikisha hujatingwa na mambo. Nisikilize kwa makini, ufaidike na hichi kitu. Kwa nini nakwambia kwamba usikione kitu kile kina thamani kuliko wewe, my love? Yani unatakiwa usione kwamba kwenye hii dunia kuna kitu chochote ambacho kina thamani zaidi yako. Thamani ya vitu vyote, cha kwanza inatakiwa iwe ni wewe. Unatakiwa kujithamini wewe. Wewe ndo thamani yako iwe juu kuliko chochote kwenye ulimwengu huu. Hapo sasa itakuwa ni easy kupata chochote unachokitaka kwenye ulimwengu huu. Lakini endapo kuna kitu ambacho unachokitaka, labda mfano iwe ni pesa, labda mfano iwe ni nyumba au ni gari au ni maisha fulani ambayo unayotaka, lakini hapo hicho unachokitaka unakiona ni kina thamani kuliko wewe. Mfano kama ni gari, mfano unaliona ni gari fulani hivi la ndoto yako, unaliona ni kali, ni gari yani it's hot. Yani gari liko fire. Yani ni kwa namna yoyote ukithaminisha, yani wewe ukisimama wewe na hilo gari, wewe mwenyewe unaona kabisa gari lina thamani kuliko wewe. Sasa ni wewe ni nini? Unaweza kweli ukamiliki gari lile ikiwa wewe huna thamani yani huna thamani kuliko gari lile? Unadhani gari lenyewe linakutaka wewe ulimiliki? Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe huna thamani ya kumiliki gari lile. Sijui mnanielewa vizuri. Sasa mfano ukawa umefikiria labda kuna nyumba ambayo unaitaka, labda hekalu, sijui nini hekalu, sijui kuna nyumba zile za kifahari, zile paradise mnaziita, sijui nini. So ikiwa mfano unafikiria nyumba kali kama hiyo, kuishi kwenye nyumba ya namna hiyo, alafu hapo wewe unajiona thamani yako ni ndogo kuliko nyumba ile, yani kwamba wewe unaona tu wow, ile nyumba yani unaona nyumba ni kali, nyumba ina thamani, nyumba ni ya sijui wewe unaiona ni ya gharama gani, yani mpaka unasema yani Sasa wewe mwenyewe ukijikompea hivi hapo, ukijiangalia wewe na ile nyumba, wewe mwenyewe tayari jibu unalo kwamba nyumba ile ina thamani kuliko wewe. Sasa wewe ni nini? Yani are you serious? Kweli unataka ile nyumba yani wewe mwenyewe iangalie ile nyumba kwamba inastahili wewe ukae ndani ya nyumba ile? Jibu ni hapana. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaona kwamba unajizibia vitu kukufikia kwa sababu hujithamini. Ndio maana nawaambia kwamba pandisheni hizo thamani zenu kwanza, kabla hujapata chochote unachokitaka kwenye ulimwengu huu. Yani hakikisha unafikia mahala kwamba kile kitu unachokitaka hakina thamani kama ulionayo wewe. Yani wewe una thamani kuliko kitu kile, it will be easy kitu kile kuja kwenye maisha yako, kwa sababu chenyewe kinataka ukipe thamani.
Sijui umenielewa eh? Kwa hiyo thamani ya kwanza itakuwa ni wewe, kwamba vitu vile vitakuja kwenye maisha yako kwa sababu vinaona tayari wewe unajithamini. Kwa hiyo vitataka na venyewe viweze kufit in kwenye maisha yako, vikidhania kwamba kwa kuwepo kwenye maisha yako wewe ambaye ni unayejithamini, venyewe vitakuwa na thamani. Kupitia nani? Kupitia wewe, na sio wewe ndo uwe yani yenyewe iwe yani wewe ndo uende ukakae kwenye nyumba ile, wewe ambaye hujithamini, alafu yenyewe itakuwaje? Yani hapana, inakuona hata wewe uweze yani ukastahili kuwepo pale. Hapana, inataka mtu ambaye anayejithamini, anayejikubali, anayejiona kwamba ana deserve kuishi pale. Sijui kwa kitu chochote, hata pesa zinaona kwamba unafikiria kwamba kiasi fulani cha pesa ni kikubwa, kina thamani kubwa kuliko wewe. Sasa kama ni hivyo na unataka eti pesa hiyo, labda mfano wewe unaona kwamba bilioni 1 au bilioni 100 ni zina thamani kuliko wewe. Yani wewe ukipewa hela hiyo unaweza ukawa kichaa, unaweza ukawa chizi. Yani unaona hela ina thamani, yani na unaiogopa kiasi cha kwamba yani sawa, unaweza kuwa unaiongea ukifikiria kwamba ukichukulia kwamba bwana mimi na thamani bwana, hela kitu gani, lakini deep down unasema kabisa hiyo hela yani nikikamata nikiishika, yani unaona kabisa ile hela yenyewe ndo inakuja kukupandishia thamani maisha yako, na sio wewe kwamba una thamani ya zaidi ya pesa ile, na sio kwamba wewe una thamani ya pesa ile, hata kwamba unaona tayari kwa kile kitu kuingia kwenye maisha yako, tayari maisha yako angalau unaona yana thamani kwa kile kitu, kwamba kwa namna yote hicho kitu hakiwezi kukaa hapo, kwa sababu kinajua kwamba kikiondoka kwenye maisha yako na wewe thamani ndio huna, yani wewe you're worthless. Kwa hiyo kitu hicho kitu nataka kubaki hapo, na hata kama kitakuja kwenye maisha yako hakitataka kukaa na wewe ambaye hujithamini, kitaenda kwa wale ambao wanaojithamini, kwa sababu hivyo vitu vinataka venyewe viweze kuthaminishwa, kupewa thamani. Vitapewaje thamani na mtu ambaye huna thamani? Vitu hivyo vinataka viwe na thamani vijioneshe, vionekane. Vinaonekanaje? Kwa watu ambao wanajua thamani ya vitu vile, wanajua, wanajithamini. Kwa hiyo wanajua kabisa kwamba hichi kitu hakina thamani, ila kina thamani kwa sababu kipo kwangu, lakini kikiondoka kwangu kitu hichi hakina thamani. Sijui mnanielewa vizuri? Au mtu huyu yani ndio maana nawaambia nikiwa naongelea vitu, hebu wekeni hata kwa watu pia, sawa? Yani tayari kuna namna utajiona wewe, utajikubali na utaanza kuattract vile vitu ambavyo unavitaka kwenye maisha yako, vitaanza kujileta venyewe, kwa sababu wewe mwenyewe tayari you are that thing, au zaidi ya hicho kitu, thamani yako iliyopo hapo. So thank you for listening. Bye bye guys. Thank you.